kuna tofauti sasa. Kuna wanaume hapo hapo akikutajia tu hayo mambo mwenyewe asema yes. Hapo usikuta mzako una shida zako. Unamuona kabisa huyu tunapoelekea mstari umenyoka. Ila sasa kuna wengine hawaeleweki, yani kuna mwingine sio kwani kuna utofauti. Afu nafsi sijui ipoje. Nafsi inakwambia kabisa huyu ndiye au sie. Sio wanawake tunajuaga. Unajuaje? Sijui inatokea unajua kabisa huyu ndiye au sie. Mimi yule akili yangu ananiambia kabisa yule sie. Yule kwa anataka apiga aondoke. Kwa mimi nikamchenga. Kwa hiyo mwanaume ambaye anataka kupiga na kuondoka unamtambua? Unamtambua bwana. Unamtambua bwana. Bora uwe unajua kabisa huyu anapiga lakini na mimi naondoka na mzigo wangu. So wewe unajua kabisa huyu akinipiga mimi najua naondoka na mzigo wangu. Lakini kuna wengine unajua kabisa huyu anapiga na mimi yani uambulia hata kichochote. Yaani nafsi unajua wanawake sisi Mungu ametuumba sisi tupoje. Yaani sisi tuna sense sana. Yaani tunajua kabisa huyu natoboa huyu sitoboe. Mtazamaji wa Ras Media, huyu ni Raya Habib. Niko naye hapa kupiga story tu kibao kama hizi ambazo unazisikia hapa, na ana mambo mengi kiukweli. Mimi Raya natamani kwanza kujua issue yako ya kuwasema wanaume wa Zanzibar ili trend sana na comments zilikuwa ni nyingi sana mtandaoni. Mapokezi yako kwenye ile content yalikuwaje? Hakuna hata faida basi. Hakuna hata faida basi tu imetokea. Yaani basi sema tu imeniongezea tu madui basi. Yaani sasa hivi ninachokiposti mtu anakuja kucomment mambo yale yale ya miaka 60. Yaani hakuna mada nyingine tena. Basi kwanza ulikuwa unasoma comment? Mimi tena hakuna kitu napenda. Yaani mimi siko busy sana. Kwa mimi nikishika simu yangu ukicomment hapo hapo najibu. Kuna mdada alikuja alini comment ya utumbo kuna siku nikamjibu yani hapo nikadaika akasema yes mimi nakupenda hapo tu Raya. Yaani mimi sivungi. Akija kutukadi kitu ambacho mimi nitafaulu kujibu comment na kusoma napenda. Mimi napenda sana. Kwa mimi nisipokujibu nimeamua tu kukudharau. La si kama eti sina jibu la kukujibu. Alafu mimi nilivyo mimi mkorofi fulani hivi. Alafu kama mtu ambaye napenda ushindani. Nisipokujibu kwenye comment ninakufuata DM. Ukini block natafuta simu nyingine na yaani mimi ndo nini? Wananijua. Unanijua vizuri. Mimi napenda ushindani. Na napenda ushindani. Mtu mimi mshindani tunaelewana. Wazanzibari wanasema wanakusubiri uende kule kama ulipitia zile baadhi ya comment wanasema tunasubiri uje huko. Tangu ile video itoke nishaenda Zanzibar kama mara 3. Na hata hakuna kitu ambacho wananifanya. Lakini kwa sababu nakuwa naenda kama Jumapili asubuhi narudi Jumatatu asubuhi. Kwa nakuwa niko busy hata kama ni siku moja lakini na nikienda lazima ni posti, nitaenda kutembea foro, nitatembea wapi na wananiona. Hakuna kitu ambacho wananifanya. Na hii weekend inshallah Jumapili naenda. Itakuwa tarehe 26 naenda Zanzibar. Hauchukulii kwa uzito wote? Kwa sababu unajua nini nikwambia kitu. Watu ambao wanadili na mitandao na watu ambao hawadili na mitandao mimi nasema ni wengi sana. Yaani sidhani kama mtu atakuwa yuko busy anamsubiria Raya pale kwenye geti bandarini eti Raya akitoka hapa tunampiga au hakuna kitu kama hiko. Hiyo ndio hivi. Sawa, tukirudi kwenye uhalisia wa mambo ambayo yanaendelea, nadhani uliona clip ambayo ilisambaa mtandaoni. Namzungumzia mrembo Flora Alfred baada ya kukutana na Dhahma ile kwenye mahusiano. Ukikutana na mdada ambaye analizwa na mapenzi hasa, unajisikiaje na unalichukuliaje tukio kama hilo? Ukweli mambo anasema mambo na umri au mambo na age sijui anasema. Kuna vitu vikikutokea unajua mapenzi lazima kwanza akulize. Sasa pengine kama mimi mapenzi yaliniliza 2022 21 kipindi huko najitafuta bado ulikuwa mdogo. Nikimwona mtu sasa hivi namshangaa. Sasa hapo mawili, aidha nimshangae, nimuone kama huyu naye kataka ama niseme huyu bado ndo anapitia hii situation. Yaani lazima akuulize. Kama hajakuuliza nyuma atakuuliza leo. Kwa ni hali ya kawaida sana. Yaani hivi tena wanawake sisi kuachwa katika huyu kaoa mwanamume kaoa mwanamke mwingine ipo sana 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 hata mimi nishanitokea. Ilikuwaje hiyo ya kwako? Ufanya kama unaona. Yule mwanaume mbwa kweli. Yaani mimi sijui atakasirika maana ananifuatilia. Muomba radhi. Yule mimi nilikaa kama miaka 2. Mapenzi moto moto. Mama ananiambia mwanaume sie nyumbani na huyo sie mimi ndo atanioa, mimi ndo nataka. Yaani mimi nikiamka asubuhi nishampost. Basi imeenda. Mimi sasa nilikuwa niko Zanzibar, sababu nilikuwa ni Mzanzibari. Imeenda, lakini alikuwa ananihudumia vizuri kusema kweli. Yaani alikuwa ananitunza nini. Kwa hiyo nahisi ile kunitunza kama ikamjengea kama kiburi. Hiyo pia ilinipa picha kwamba mwanaume wa Kizanzibari akutunze ni kama wana manyanyaso. Yeye wana manyanyaso. Unaona
yani kwamba ile kunitunza ile kwamba alikuwa nahisi kama huyu namtunza, alafu unajua ile kama ananipotezea hela kama hivi hivyo, lakini mwenyewe nilikuwa najitafuta, lakini bado nilikuwa sijajipata ile kusema naweza nikajihudumia kila kitu, kwa lazima ilikuwa atie mkono wake pale. Kwa ile kama ilikuwa kama sio inamkera sio nisemeje. Kwa baadaye mimi nikaambiwa itabidi uende nyumbani. Kipindi niko zangu mama zangu soko da. Uende nyumbani unakuja kwa mwezi wa 5. Mimi nikatoka nyumbani, nikatoka Zanzibar mwezi wa kwanza, nikaja da mwezi wa kwanza. Yes. Kulikuwa kuna harusi mdogo wangu kana ule mwezi wa 3. Itabidi nikae pale harusi nini, harusi ya mdogo wangu kaisha. Sasa ikafika mdogo wangu sasa ndo mimi sasa ndo niko nyumbani nasubiri kuolewa. Mwezi wa kufika tu mwezi wa 4 wanaume kabadilika mawasiliano nini. Hapo nyumbani hapo tunamsubiri bwana harusi. Mimi tena roho na akana nalia, nilikonda kama mwiba, nilikonda, nilikuwa stress nini, namtegemea mwenyewe, nampenda, akaanza kunibadilikia kabisa. Kanibadilikia. Sasa ambacho kiliniuma ile mwanaume alikuja akamshirikisha mpaka mama. Sasa alikuwa mpaka na namba mamangu si anayo. Sio na Selena mtu na mkwewe ile, mama tunakuja, mama tuna hivi. Ilikuwa mmeshatambulishana au? Mimi kierere changu kuwa unamposti. Yaani ile kuwa tu nyumbani kumuongelea. Sio unajua mtu ukimpenda ile nyumbani kumuongelea, mama anajua mimi binti yangu ashakuwa mkubwa. Kwa hiyo kuolewa ni haki yake. Kwa hiyo ile kumuongelea, kumposti, kwa nyumbani wakawa wanamjua. Yeye mwenyewe akaja akaomba namba ya wazazi wangu nikampa, kwa akawa anawasiliana nao. Anamwambia mama hivi nataka hivi, nataka hivi, nataka hivi. Sio unajua alikuwa anapanga huko yenyewe. Basi akaja hiyo issue sasa iliyosababisha mpaka mama yangu sasa kuingelea hapa kwa sababu kidogo imekakaa vibaya. Kwa mama akakasirika, akasema mimi tena huyu simtaki tena mimi. Yaani ndio tukaachana hivyo. Baada kama mwezi wa 11 akaoa. Sisi tukaachana mwezi wa 6, mwezi wa 11 akaoa. Nakuja kuona amepost. Ambake hapo sijafuta. Bado sija move on. Nampenda bado moyoni mwangu ile najipa tu moyo. Kaposti na nikaposti ndoa. Nilikuwa napika, nakumbuka ilikuwa saa 1. Unajua tunapika jioni. Ndio huo ulikuwa usharudi Zanzibar huko. Niko zangu nyumbani bado sio sana kurudi Zanzibar, sababu nilikuwa kule kama kwa ajili yake. Afu aibu kanishani, unajua alikuwa tunajulikana yaani watu wananijua, shemeji familia yake ilikuwa inanijua. Kwa maana hiyo mlikuwa mnakaa pamoja? Hapana, atukae pamoja. Mimi nilikuwa nakaa kwetu naye nakaa. Sema ile mimi nenda kazini kwake nakaa kutoka asubuhi mpaka jioni. Okay. Yaani kama vile nikasina kazi. Yaani ilikuwa tuko karibu sana. Kwa hiyo alikuwa kama aibu. Mimi tena kurudi kule amenifedhehesha by that. Kwa basi nilikuwa napika, naona mtu ameposti. Unajua ile akiposti nishaangalia. Sina kimuhemuhe. Kwa nini nipiga mafumbo lakini ile nilishiwa pozi. Niliingia chumbani nikaacha chungu nikaenda nikalia. Kwa ile posti ile ilikuwa ndo kama dawa. Kwa ule uchungu niloutoa ile siku ukaa sasa yaani ndo nikasema huyu tena lanatullah. Lakini wewe sikuamini, alikuja aliomba msamaha na sasa hivi tunaongea, yani hapa nikimpigia simu tunacheka kama sosis. Na bado ana mke wake? Ashamwacha. Wewe unanijua mimi? Hii laana. Yaani wewe sikuniacha. Kama umeniacha bila sababu, uwezi kukaa na mwanamke. Wameachana, wamepata mtoto mmoja, lakini ulifanya nini? Sijafanya kitu. Dua za wazazi. Wazazi wana nini? Mamangu aliweka hii. Alikasirika unajua ile wazazi, mama aliumia sana, mimi nililia kwa sababu nilikuwa sina kosa. Unajua sina kosa, nilikuwa nampenda sana, nilikuwa sina kosa. Yeye tu alinisingizia mambo akayatengeneza kwa sababu kumbe mimi kipindi nimeondoka Zanzibar, yeye kuna mwanamke mwingine akatari yuko naye. Kwa basi wameshaachana. Mwanaume akiachana na wewe sasa kwa huyu ambaye huyu namzungumzia, yani lazima yani ingekuwa tu hivyo. Yaani kama sijakufanya kosa, unajua kuna mtu mwingine akisema kitu kinakuwa kweli. Mimi ni mtu ambaye nikiweka kitu moyoni, ukinikera, nikisema wallahi nikiapa kwa Mwenyezi Mungu kweli. Alafu mimi nina imani sana, ukinikera sana na mimi nasujudu. Nachukua msahafu na swali swala zangu hizi mbili. Namwachia Allah. Mimi ndo maisha yangu. Japo siwezi kusema watu nini, lakini mimi ni mtu ambaye at least na hofu ya Mungu. Nikikaa nitasoma Qur'ani, nitasikiliza Qur'ani, yaani na ibada zangu sipendi watu wajue. Unajua ile kujionyesha kwamba labda, lakini at least kidogo na kaudini lako ile inanisaidia mimi. Mtu akinikera basi ujue unalo. Wewe ni aina gani ya ex ukishaachana na mwanaume kama hivyo, mmesameheana? Maisha mengine yanayoendelea huku mbele yanakuwa ni aina gani? Maana kuna story nyingi sana za maex kuachana lakini bado anaendelea na background huko. Mimi kusema kweli tukishaachana ndio tumeachana. Ila kuzungumza ipo. Mimi kuna muda inakaa roho inakumbuka vitu vizuri. Alafu mtu akija kukomba msamaha labda tu umsamee. Si unajua mimi tushaachana, mimi waga sirudiagi matapishi. Yaani mtu tushaachana naye tena hapana. Ila kuongea tutaongea kama ikitokea Alafu mimi ex zangu wote yani tunaongea.
Wote? Sio wengi lakini kama wawili tu. Wako wangapi Raya? Amna. Maana nakumbuka kwenye comment baadhi ya watu walio comment kwenye ile ya mwanzo uliowasema Wazanzibar walikuwa wanasema huyu kaachwa na Wazanzibar, huyu kaumizwa na Wazanzibar, ndio maana mambo yalikuwa mengi pale. Uongo tu. Yaani kitu ambacho nilichokiongea kilikuwa ni cha ukweli, lakini eti si kwa sababu eti nimeachwa ndio nimeongea. Hapana, kwa sababu mimi kama kuachwa na mwanaume ilikuwa tangu 2023. Kwa hiyo tena miaka 2 sasa hivi ndio nije kuongea leo. Hapana, ilikuwa tu nimeongea kwa sababu nyingine, so za huyu zishapita na sio sikumuongelea. Kwa hiyo wewe haushangai kabisa ukimwona mdada mrembo analia kwa sababu ya mapenzi? Unajua ina sometimes utacheka. Mimi niseme inategemea. Unajua kwa kitu. Sasa hivi mitandao imetufanya akili zetu zimekuwa sana. Kwa hiyo kuna vitu mwanaume akikufanya kabisa unajua kama hii ni red flag. Yaani mapema unajua kabisa ni mapema. Kwa hiyo mpaka umsubirie tena mtu aje kukuumiza. Mimi naona kama unakuwa unajitakia. Raya tupe kwanza red flag hata 2-3 hivi. Naomba unitajie red flags. Mungu wangu. Sina zile labda ambazo mimi nisema hizi mwanaume akinifanyia, lakini kuna vitu nikiviona tu mtu akifanya nasema hichi hapana. Mimi kimoja, mwanaume kukosea message alafu aanze tu kunidanganya. Basi yaani mwanaume alitegemea kumtumia message mtu mwingine anakutumia wewe. Tena hapo yaani alafu namuuliza anaanza yaani mimi hiyo ndio ya kwanza. Yaani hiyo ndio ya kwanza. Alafu kama unakuwa una nia safi na mwanaume, lazima siku atakosea message. Yaani hiyo lazima itatokea. Message atakosea tu. Wewe tena hapo bado ashakosea message, sasa bado anakuomba msamaha unamsamee. Unakuwa ni uchizi sasa. Ushaanza kabisa huyu mtu ana mtu mwingine. Yaani ndio mimi hiyo. Unazungumzia message za mapenzi. Yaani unajua kabisa mimi naye tunaongea mada fulani. Ametuma message ambayo haihusiki na mada ambayo tunaongea. Na hii kabisa hii. Yaani hii kabisa inaenda yaani unajua kabisa hii ilikuwa ni ya mwanamke. Kwa hiyo ni tayari, lakini kuna mtu anaomba msamaha anasamee, kitu ambacho mimi siwezi kufanya. Kwa nini? Inawezekana amekosea kweli. Sasa unajua kabisa hii ilikuwa ndo mwanamke. Yaani hii mwanamke kabisa anaongea kabisa kitu hapana kwa kweli. Okay, hiyo ni red flag ya kwanza. Ya pili? Hata sijui lakini ya pili. Sasampa sio red flag kwako. Kukupa hela. Kwangu sijawahi kukutana nayo. Sijawahi kukutana na mtu ambaye mimi anipagi hela kusema ukweli. Sijawahi kukutana. Kwa hiyo sijui, lakini inawezekana ikakaa pia, lakini sasa mpaka hunipi hela bado hatupo katika mahusiano. Mwanaume asipokupa hela hapo kwenye mahusiano. Yaani hatupo kabisa mahusiano, usijisabie. Sasa hunipi hela tunafanya nini? Tunafanya nini? Wewe sikuwa mtu wangu. Na mimi mzako niko hivi straight. Yaani sikuelewi, mimi sio mtu wa unafiki. Yaani nakupa ukweli tunatembea. Mimi huwezi kuwa mtu wangu. Uniombe hela nayo pia nayo ni red flag kubwa. Yaani unaniomba hela, unipe alafu mimi kuna watu huwa anasema kwamba mwanamke ambaye huwa anatanguliza hela kwenye mahusiano, huyo anakuwa ameweka hela mbele. Sasa tunamuuliza labda na yeye anapeleka nini kwenye mahusiano. Ukikutana na comment kama hizo hilo swali limekaje. Jamani, sasa unajua kuna vitu vingine mwanaume utakiwi kufikiria la kuongea. Yaani utakiwi kabisa, wewe ni mtoto wa kiume, umeumbwa duniani uje kumfurahisha mwanamke. Ndio maana mwanamume anaoa, mwanamke anaolewa. Kwa hiyo huwezi kufikiria eti mimi huyu nitampa hela afi atanipa nini. Wewe unataka mimi nikupe nini? Sema unachotaka mimi nitakupa. Lakini mimi nipe hela afu sema unataka nini? Mbona vitu simple? Mwanaume kabisa uliokamilika kichwani, huwezi kuanza kuwaza eti mimi watanipa nini. Huo muda unautolea wapi? Tafuta hela, toa hela, nipe hela. Mambo yaende. Mwanaume asiyetoa hela, mimi hatupo katika mahusiano. Yaani najua kama yupo huko, unipe hela, mimi sio mtu wako. Kabisa yuko mwingine ambaye anatoa. Kwa sababu gani? Kama mtu umpi hela kuna mtu atampa. Kama mtu umchatishi kuna mtu atamchatisha, yani ndio maisha hapo hivyo. Umpigi kuna mtu atampigia, ndio maisha hapo hivyo kwenye mahusiano. Yaani mtu ajijue kabisa mimi na mwanamke wangu simpigii simu, basi kuna mtu ananipigia masaa 24 anampigia na wanaongea. Wewe umpigieni ndio ilivyo. Kwa kama unipi hela mimi kuna mwingine atanipa. Kwa hiyo siwezi kufocus kwa sababu wewe unipi. Nitatafuta mtu ambaye ananipa. Maisha sasa hivi yako nini bwana? Yamechanganya. Wewe sina stress za maisha na watoto katika mapenzi, hapana. Tuache mapenzi, tuache na maisha yaendelee. Hunipi hela, hatupo kwenye mahusiano. Unipi hela, hatupo kwenye mahusiano. Kusema ule ukweli.
lazima atangulize hela, afu yeye asema nataka nini. Aseme tu mimi nataka kitu fulani Raya, basi nitakichambua. Ni haki yako. Hasa hela nataka akatumia na nani? Mwanaume, yani hela utatumia nini? Utakunywa tu pombe. Yani una cha kukifanyia mwanaume. Pesa unafanyia nini? Utajenga, sawa, utafanyia nini? Mpe hela mwanamke. Mwanamke ndio ambaye anajua kutumia hela. Yani wanaume hawajui kutumia hela. Yani hawajui. Yani hawajui kabisa wanaume kutumia hela. Wanazitafuta lakini vya kuzitumia hawana. Kwa hiyo sisi ndio watumiaji wa hizo pesa. Hata kama unipi nyingi lakini nipe japo kidogo ambacho najua umenipa.